Kati ya miaka milioni 6.4 iliyopita, tunaambia ya kwamba kuna wanyama ambao walikuwa wanaishi katika hii dunia kabla ya mwanadamu kuwepo, na wanyama hao walikuwa ni sokwe. Ni kwa mjibu wa wanasayansi, ndio waliofanya utafiti wao na kugundua hivyo kwamba kabla ya mwanadamu kuwepo katika hii dunia, kuna mnyama au wanyama ambao walikuwa ni sokwe waliwahi kuishi katika hii dunia kabla ya mwanadamu kuwepo, na walienda mbali kabisa, wakasema ya kwamba sisi wanadamu tumetokana na sokwe, sisi wanaadamu tumetokana na sokwe. Sasa hapo mimi nilijiuliza swali, kama sisi wanaadamu tumetokana na sokwe, kwa nini tuitwe wanaadamu? Hapo ndipo ukipata hayo mawazo, ndipo utakapoenda sasa kuisoma Biblia. Nimekuambia wanaosema hivyo ni wanasayansi, lakini tukija kwa mjibu wa Biblia, tunaambiwa ya kwamba mwanadamu wa kwanza kuwepo katika hii dunia alikuwa ni Adam. Basi leo nakuletea picha hii hapa ambayo inatuambia ya kwamba kati ya miaka milioni 6.4 iliyopita walikuwepo wanyama ambao walikuwa ni sokwe kabla ya mwanadamu kuwepo. Basi nakuletea hii picha ili tuweze kuangalia hawa sokwe walikuwa wanaishi maisha ya aina gani kabla ya mwanadamu kuwepo katika hii dunia. Basi twende sambamba ili tuweze kuitizama picha hii na tuweze kujifunza mengi kabla ya mwanadamu kuwepo, tuweze kuona hawa wanyama walikuwa wanaishi maisha gani katika dunia hii. Twende sambamba tuitizame picha yetu hii hapa nzuri kabisa. Basi picha yetu inaanza ikituonyesha sokwe ambao walikuwa wameenda kutafuta mchwa kwenye kichuguu, lakini walipoweka miti na kuchokonoa, walishangaa kuona anatoka chatu aka cobra. Kwa namna kama hiyo waliamua kukimbia, hawakuwa na namna ya kufanya. Basi baada ya kukosa chakula kule, walitawanyika na kila mmoja alikimbia kivyake vyake. Basi hapa ndipo tunapomwona sokwe mmoja akiwa juu ya mti. Alikuwa na wazo kwelikweli, na ndani ya kichwa chake alikuwa na maswali mengi. Alikuwa na waza na kuwazua. Kule walipoelekea, walitafuta chakula katika kichuguu kuona kama watapata hata mchwa, lakini walichoambulia ni cobra aka nyoka. Sasa leo wingu lilikuwa limechafuka kweli kweli, radi zilikuwa zinapiga kwa design kama hiyo. Basi huyu mnyama sokwe alikuwa anaangalia huku na huku kuona kama anaweza akapata mti mwenye matunda angalau aweze kupoza njia yake. Basi huku tukiona wengine ambao walikimbia kivyake vyake walifanikiwa kupata mti ambao ulikuwa na matunda. Ndipo walipopanda juu ya huo mti mwenye matunda, wakawa wanaangua matunda moja kwa moja, wanayaangua hayo matunda ili waweze kuona kama wanaweza kupata chakula, na kingine waweze kuwapelekea wale waliobaki nyumbani ambao hawana chakula, hususan ni watoto. Basi waliweza kuangua matunda mengine wakala, na mengine yaliyobaki waliamua kuyabeba na kurudi nayo nyumbani ili waweze kuwapelekea wale waliobaki nyumbani. Angalia maisha ya wanyama hawa, mpenzi mtazamaji, enzi hizo jinsi walivyokuwa wanaishi katika huu ulimwengu. Unaambiwa kwamba ni miaka milioni 6.4 iliyopita. Hawa ni wanyama ndio walikuwa wanaishi katika hii dunia kabla ya mwanadamu kuwepo. Basi ndipo alipofika akaangaza huku na kule, asije kaona kama kuna maadui, wasije wakamuona kama ataingia huku katika nyumba yake, nao wakaja kumfuata. Basi alipohakikisha usalama wake, ndipo alipotumbukia moja kwa moja kwenye pango, akawa amepeleka chakula mle ndani. Basi na huyu naye alikuwa anakimbia kweli kweli,
kwa sababu hali ya hewa ilikuwa imechafuka kweli kweli. Wingu lilikuwa limetanda juu ya mbingu. Basi wote walikimbia moja kwa moja wakaingia kwenye pango. Mvua nje ilikuwa inanyesha. Mvua ilikuwa inanyesha kweli kweli. Hakika katika siku ya leo ilikuwa ni siku ngumu, kama ilivyokuwa siku ngumu kwetu sisi binadamu. Hata sisi wenyewe tukitafuta mayokuli yakakosa, na utasikia baba, siku ni mbaya hii leo. Hii siku ya leo ni ngumu kweli kweli. Unakutana na mtu Kariakoo ameacha kuuza bidhaa yake, anaanza kuuza miamvuli. Natakiwa uende na fursa. Basi ndipo walipoleta chakula nyumbani, wakawaletea watoto ambao walikuwa wamewaacha katika lile pango ambayo ilikuwa ni nyumba yao. Basi na wengine ambao walikuwa mibaki katika nyumba hiyo ambao hawakufanikiwa kupata chakula, waliletea wana wao, wakawa wanajumuika pamoja. Ama hakika hali ya hewa ilikuwa ni mbaya nje. Radi zilikuwa zinapiga kweli kweli. Basi ndipo walipokuwa wanajumuika mezani, wanapata madikodiko aka mayokuli. Ama hakika mpenzi mtazamaji, ukiangalia hao wanyama walikuwa na upendo. Ndipo kalipokuja kamnyama na kenyewe kujaribu kuona kama kanaweza kupata chakula, maana huko nje hapa kaliki. Vipi huyu naye, mbona kama vile anakuja kutugasigasi, anakuja kutugasigasi. Basi baada ya kumaliza kula, ndipo waliporundikana, walipojikusanya sehemu moja ili waone kama wanaweza kupata joto, maana hali ya hewa ilikuwa ni ya baridi kweli kweli. Basi huku na kule kwenye pango walijikusanya, wakatengeneza umoja, wakawa wamelala kwa design kama hiyo, wanasubiri kuona kama wanaweza kuiona kesho iliyo njema. Basi mvua iliendelea kunyesha. Lao, mvua ilinyesha kweli kweli. Usiku mzima mvua ilikuwa inanyesha bila kukata. Ilikuwa ni shida iliyochanganyikana na blue. Mvua ilinyesha paka mto Ndogo. Ni siku nyingine sasa. Wanajiuliza sasa, chakula tulichokula jana tulikula kikaisha, na leo mvua inanyesha kama Yorominu. Yaani ni bara. Asipoonekana mtu mwenye ujasiri wa kutoka nje kwenda kutafuta mayokuli, na hakika sisi sote tutakufa na njaa humu ndani. Ndipo alipotoka baba akaamua kujitosa bana, kuingia kwenye mvua. Anaenda kwenye mti ambao ulikuwa na majani ambayo kidogo ni makubwa kama majani ya migomba aka ndizi, kuona kama vile anaweza kupata majani ambayo anaweza kujikinga au kujifunika na mvua, mbadala wa mwamvuli. Waone kama sasa wanaweza kwenda kutafuta madikodiko, maana wakiendelea kukaa ndani hali itakuwa ngumu na hali itakuwa mbaya kweli kweli. Basi ndipo alipochukua yale majani akaingia nayo ndani, akasema, sasa wanetu, mnajua nini, tukiendelea kukaa humu ndani watoto watakufa na njaa na sisi wenyewe tutakufa na njaa. Tunatakiwa tutumie haya majani kama miamvuli, tujitose kuingia katika hii mvua ambayo inanyesha kama Yoromino, tuone kama vile tunaweza tukaenda kupata chakula. Tukiendelea kukaa humu ndani tutakufa na njaa na watoto wetu. Basi ndipo walipojikinga, wakatumia yale majani kama mbadala kuingia sasa katika hiyo mvua, kuona kama unaweza kupata hata minyoo. Ndipo walipo fukua katika matope sasa, waone kama watapata minyoo, maana matunda yalikuwa ni yako mbali kwelikweli na sehemu hiyo, wasingeweza kufika na hii mvua. Mvua ilikuwa imekazana kwelikweli. Kuliko kufa unatakiwa ujitetee bwana. Chochote kiingiacho mdomoni kama hakiui basi kimeze kama unahisi una njaa. Huyu alichoka, katoa jani kwenye kichwa chake. Sema hata nikiendelea kuweka jani kwenye kichwa changu mvua bado inapita tu.
Huku napo tunamuona ndege, naye watoto walikuwa wanasema unahitaji chakula. Hakuona haja ya kuendelea kuwapatia joto, aliamua kupaa, na watoto nao walikuwa na njaa kweli kweli, wanataka chakula. Hayo ndiyo maisha ya wanyama msituni. Unaambiwa miaka milioni 6 iliyopita, milioni 6 na laki 4 iliyopita, dunia ndivyo ilivyokuwa hivi kabla ya mwanadamu kuwepo katika huu ulimwengu. Tunaambiwa ya kwamba walikuwepo sokwe hao, lakini ni wanasayansi. Msije mkanichonganisha, mimi sijasema hivyo, nimesema wanasayansi wanasema hivyo, kwamba miaka milioni 6 iliyopita kabla ya mwanadamu kuwepo katika hii dunia, walikuwepo hawa wanyama ambao ni sokwe, na walienda mbali sasa wakasema kwamba sisi binadamu tumetokana na sokwe. Basi tuendelee kuitizama picha yetu nzuri kabisa. Najitetea, msije mkaniambia kwamba mimi ndiye ninayesema hivyo. Huyu aliona samaki wanaopatikana pwani. Hawa wanaitwa nini? Wanaitwa kaa. Akasema sasa hapa iwe isiwe, tutakula hawa. Tukiendelea kuleta usharobaro wa kuchagua chakula, tunaweza tukafa na njaa katika huu msitu. Basi ndipo alipochukua jiwe akamponda ule kaa, aone kama angalau anaweza kujipatia kitoweo. Ndipo alipomponda yule kaa, akawa basi anajilia aweze kuponya njaa katika hiyo siku. Siku ilikuwa ni mbaya kweli kweli. Kumbuka mvua imenyesha toka jana asubuhi mpaka ikanyesha mpaka kesho yake, mpaka usiku, mpaka mtondogo. Hivyo wasingeweza kutoka maeneo ya pale nyumbani kwenda mbali kutafuta chakula, na isitoshe pale nyumbani wana watoto ambao wanawaacha katika yale mapango. Basi ndipo walipoamua kutembelea maeneo ya karibu ili kwenda kuona kama wanaweza kujipatia kitoweo, kuona kama watajipatia chakula. Basi katika hiyo siku, kusema ukweli, walipata chakula. Ndipo walipolala sasa kupumzika. Aka kandege kalikuwa kanakuja kanataka na kenyewe kujipatia chakula. Toka hapa, unanisumbua, niko nimejidalia katika usingizi wangu. Wewe unakuja kuna wewe kutaka kutafuta angalau kama utapata kamnyo. Kandege nako kalikuwa kana njaa, kangepata wapi minyoo wengine? Alifukuzwa lakini kalirudi. Wewe bwana, wachana na mimi bwana. Mbona hivyo? Baada wengine huku nao walikuwa wanajitetea kuona na wenyewe kama wanaweza kupata kitoweo, aka chakula, aka mayokul. Nao katika hiyo siku waliamua sasa kujitetea na kaa. Huyu kusema ukweli alikuwa na mtoto wake. Siku ilikuwa ni ngumu. Basi ndipo baba alipomletea akasema, chukua chakula ule mwanangu, chukua chakula ule, usipokula njaa itakuua mwanangu. Basi katoto ndipo na kenyewe kalipo chukua ule mnofu ambao ameletewa na baba. Mama anatamani na yeye kula, lakini bora ale mtoto tu, yeye atakula hata majani. Basi walipomaliza kujipatia kitoweo, ndipo walipokusanyika kwenye mti, wakawa wanaoshana sasa, wanakunana. Aisee ndugu zangu, kusema ukweli, maisha ya leo yamekuwa magumu kweli, kutokana na hii mvua ambayo inanyesha kila siku, inatusababisha tusiweze kujipatia hata kitoweo. Ngoja kwanza tuende mtoni tuone kama tunaweza tukapata hata samaki. Walikuwa na kiu, wanajaribu kunywa maji. I say, jamaa alipojaribu kugusa maji alihisi kama kuna I say, mamba alijichanganya bwana, alijichanganya mbele ya wanaume wenye hasira.
kwa nini asizamishwe? Hapo kalitokea Kaziribano aka patashika nguo kuchanika. Alipozama sijui kama naye alirudi. Ndipo alipokuja wanakimbia. Akamwambia wewe mwanangu, mwenzetu amezama hapa. Sasa tunamfanyaje ili tuweze kumogoa? Natakiwa tuangalie kama anaweza kuinuka. La sivyo tunaweza tukapoteana sisi. Maisha kusema ukweli katika hicho kipindi cha mvua yalikuwa ni magumu na yalikuwa ni maisha yenye changamoto nyingi sana. Kwa sababu mvua inapoendelea kunyesha hivyo, basi kwao ni changamoto kwa sababu wanakosa hata chakula. Wanakosa hata madikodiko. Maisha yalikuwa ni magumu kweli. Basi unasema mguu wa kutoka haukosi kupata chochote cha kuokota. Ndipo walipoamua kutoka sasa kuelekea katika vichuguu vingine. Kumbuka kichuguu cha kwanza walipoenda walikutana na nyoka. Ndipo walipotafuta kichuguu kingine ili waweze kuona kama wataweza kujipatia mchwa katika vichuguu hivyo. Penzi mtazamaji, kama ulishawahi kuishi kijijini, unaelewa kuhusu hivi vichuguu. Kuna kuaga na michwa za aina mbalimbali. Kwa hiyo ndipo walipoamua kuingia katika hicho kichuguu kuona kama wanaweza kupata hata mchwa. Chochote kile kinachoingia tumboni, waone kama wanaweza kupoza njaa. Sema angalau leo kichuguu cha leo hiki hakina nyoka. Kile kichuguu cha siku ile, ndugu yangu, kama hakika kilituchanganya kweli. Nasema kikuchanganya wewe mwenyewe, kilituchanganya sisi sote. Lakini leo afadhali tumeweza kupata hata 1, 2, 3. Ni kweli, ngoja tule tupoze njaa. Angalau leo mvua leo haijaja. Basi na picha yetu nzuri kabisa hapo ndipo inapofikia mwisho. Na imani kuna vitu vingi umejifunza katika hii picha ambayo inatuonyesha miaka mingi iliyopita, maisha ambayo walikuwa wanaishi hawa sokwe. Mimi niliweka maneno ya Kisozi katika hii picha nzuri. Naitwa The King Voice, wengi wanapenda kuniita DJ Kazi. Na kuomba usubscribe katika channel hii, uweke na alama ya kengele ili kila picha nitakayokuwa naiweka katika channel hii uwe ni wa kwanza kuipata. Chao, tukutane katika picha nyingine, Mungu akipenda. Alamsika.